Alafu anza na maneno haya: ibada yote ambayo haimpi Mungu faida ni batili, ni kupoteza muda na ndio furaha ya adui. Ibada yote ambayo haimpi Mungu utukufu, haileti faida kwenye ufalme wa Mungu, ni batili na ni kupoteza muda, na ndiyo ibada ambayo adui anafurahia. Kila ibada ya kweli ni lazima ihusishe roho zetu na roho wa Mungu. Lazima roho ya mwanadamu ihusiane na roho wa Mungu. Maana yake ibada ya kweli ni lazima iwe katika roho na sio katika mwili. Kila ibada ambayo ni ya kweli, ibada takatifu kwa Mungu, ambayo Mungu na roho wake wanaifurahia, ni ile ibada ambayo roho zetu zitakuwa na uhusiano na roho wa Mungu. Adui aogopi au aogopeshwi na watu kufanya ibada kila siku. Aogopeshwi na kundi kubwa la watu linalofanya ibada. Adui anaogopeshwa na watu ambao wanamwabudu Mungu wao katika roho na kweli. Kitu ambacho kinamtisha adui, kinamnyima amani, kinamuondoa kwenye enzi yake, kinamhamisha mahali, ni watu ambao wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Watu ambao wanamaanisha roho zao zinapoenda mbele za Mungu zinamwendea kwa kumaanisha, sio kimwili. Ibada ya kimwili haitoi matokeo mbele za Mungu. Ibada ya kiroho ndio yenye matokeo mbele za Mungu. Kisoma neno la Mungu katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 4 mstari wa 23. Yohana mlango wa 4 mstari wa 23. Nitaomba mtu mmoja atakuwa anatusomea maandiko ili tupate tunachokitaka. Ni lazima tuanze kumpata Mungu ambaye ndio mwenye kile tunachokitaka. Tusoma Yohana mlango wa 4 mstari wa 23. Yohana 4 mstari wa 23 inasema, lakini saa inakuja. Biblia inasema saa inakuja, nayo sasa ipo, na tayari hiyo saa ipo, ambayo waabuduo halisi, wale waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho, watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Sikia kwanza, anasema saa inakuja, lakini tayari hiyo saa ipo. Maana yake ndio sasa. Wale ambao ni waabuduo halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Nini maana yake? Wako waabuduo halisi ambao tayari kwa nyakati hizi, tayari kwa wakati huu wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Maana yake kama wewe bado hujaanza kumwabudu Mungu katika roho na kweli, wewe na taarifa kwamba wako ambao tayari wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Usikae, endelea kusimama. Kwa sababu Baba awatafuta watu kama hao. Mungu mwenyewe anatafuta watu wanawaabudu halisi. Lazima tuanze rohoni. Hatuendi kwa Mungu kwa ajili ya mwilini kwanza, tunaenda kwa Mungu kwa ajili ya rohoni kwanza. Hatutafuti ya mwilini kwanza, tunatafuta ya rohoni kwanza. Mungu anahudumia watu roho, Mungu hahudumii watu mwili. Maisha ya watu yakimwendea Mungu katika roho, wale watu wataona matokeo yasiyo ya kawaida mbele za Mungu. Lakini watu wakimwendea Mungu katika mwili, wale watu watachelewa kumuona Mungu na uhalisia wake. Maana Mungu ni roho. Ni sawa na mtu ambaye anamtafuta yule ambaye anamtaka, anaelekea upande huu, lakini yule ambaye anatakiwa yuko upande huu. Kama mwelekea Mungu, ni lazima uingie rohoni, uanze kumtaka katika roho. Na ndio maana kanisa au Kristo, mtu aliyeokoka mcha Mungu, huwa ana tafsiri sahihi au ya kuvutia katika mwili. Tafsiri zake zinakuwa na nguvu katika roho.
hauna cha kumpa Mungu wala cha kumlipa Mungu katika mwili, wala hauwezi kufanya kitu kikawa bora zaidi cha kupendeza Mungu katika mwili. Lazima kianzie rohoni. Sijui watu wananielewa namna gani? Haleluya. Haleluya. Usitafute mafanikio ibadani, mtafute mwenye mafanikio. Mfurahishe kwanza, ili atakapofurahi akubariki au akufanikishe kwa kadri ya furaha aliyoipata moyoni mwake. Ibadani tusiende kutafuta vitu vya Mungu, twende tukamtafute Mungu. Tukimpata Mungu tumfanyie ibada mpaka afurahi. Mungu akifurahi ataachilia majibu yako kwa kadri ya namna umemfurahisha. Ndio maana kila mtu atamuona Mungu kwa kiwango chake. Kipimo cha mtu anamtafuta Mungu ndio kipimo mtu atamuona Mungu. Ndio maana kwenye Yeremia mlango wa 33 mstari wa 3, kuanzia mstari wa 3 anasema niite nami nitakuitikia. Anataka umuite kwanza alafu yataitika. Akishaitika anasema nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Atambuli kwanza kukuonyesha makubwa, atambuli kwanza kukusaidia yale usiyoyajua. Anataka kwanza umuite. Ukishampata ataonekana, atakuonyesha mambo ambayo hujui, mambo ambayo hujaweza kuyaweza, yale ambayo hujawahi kuyasikia. Yeye atadhihirisha na kutengeneza yale ambayo yamekuwa ni magumu. Kwa hiyo cha kwanza lazima mwanadamu amtafute Mungu. Haleluya. Kama kuna nyakati ambazo ni ngumu na ni hatari, ni nyakati hizi ambazo watu wamekuwa wako kimwili mpaka kwenye ibada. Wako mwilini mpaka kwenye ibada. Na watu wanafurahia sana mambo ya mwilini kuliko mambo ya rohoni. Unajua kama leo mtu wa Mungu ukitoka hujapata kitu, maana roho yako imepata hasara kubwa sana. Kwa sababu mahali pekee roho inaenda kwenye sherehe. Kama namna wewe unahudhuria kwenye sherehe, mahali pekee sherehe ya mtu ya kiroho ni ibadani. Siku kama hii ya leo ndio siku utachagua, unachukua kuku, unachukua nyama, unachukua nini. Kitu unataka ndio utajaziwa siku ya ibada. Ukitoka moyo wako umeshiba, ukitaka na viazi yako utachukua. Kulingana na bidii yako unatafuta kuijaza roho yako. Ukitoka unaendelea kukutana na mengine ya mwilini. Kama mtu atashindwa kuhudumiwa rohoni siku hii ya leo, usitarajie kesho akapata huduma ya rohoni. Haleluya. Haleluya. Huwezi kumuona Mungu zaidi ya namna umejiandaa mbele za Mungu. Huwezi kumuona. Moja tusomee Mithali 8 mstari wa 17 na 19. Bidii yetu mbele za Mungu itatufanya tumpate Mungu, na tukimpata Mungu hatutabaki kama tulivyokuwa. Mtu aliyekutana na Mungu hawezi kubaki vile alivyo. Soma Mithali 8 mstari wa 17, na wapenda wale wanipendao. Anasema na wapenda wanaonipenda. Na wale wanitafutao kwa bidii anayetafuta kwa bidii ataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu. Utajiri na heshima ziko kwangu. Viko kwangu. Na utajiri udumuo ni utajiri wa kudumu, na haki pia. Na haki pia inatosha. Anasema kwanza anawataka wale wanaompenda, na wale ambao watamtafuta kwa bidii watamuona. Wakishamuona anajieleza kwamba utajiri na heshima viko kwangu, na haki pia. Sote utapewa utajiri, utapata utajiri, lakini utakuwa na haki katika huo utajiri. Lakini ni haki na vidumuvyo, vitu unavyopewa na Mungu vitadumu kama ukimpata yeye kwanza. Ni lazima tumpate Mungu kwanza, ndipo tupate hayo mengine.
Haleluya. Haleluya. Hebu peleleza tu moyo wako, ni kiwango gani una bidii ya kutafuta Mungu. Yuko mtu Zakayo. Zakayo alifanya bidii ya kumtafuta Yesu ili amuone. Mpaka Yesu akaahirisha msafara wake, ikabidi aelekee kwa Zakayo. Bidii ya Zakayo iliahirisha safari ya Yesu, ikabidi aelekee kwake. Bidii yako itaahirisha kila kitu, itamfanya Yesu aelekee kwenye maisha yako. Haleluya. Haleluya. Kanisa ni mahali pekee ufalme wa Mungu unadhihirishwa duniani. Kanisa, andika. Kanisa ni mahali pekee ufalme wa Mungu unadhihirishwa duniani. Unadhihirishwa duniani. Kwa hiyo fanya ibada ili kumzalia Mungu matunda kwenye ufalme wake. Fanya ibada ili kumzalia Mungu matunda kwenye ufalme wake. Tafuta kumpa Mungu faida katika ufalme wake. Haleluya. Hatujaumbwa ili tuende kuombaomba na kutafuta vitu ibadani. Tumeumbwa ili tumwabudu Mungu. Kusudi la mtu kuumbwa ni ili awe mwabudu. Hapa nisikilize kwa makini. Sikilize kwa makini. Niweke pointi vizuri ili uelewe. Kama kuna makosa na kama kuna mahali adui anashambulia fahamu za watu, ni namna wanaenda ibadani. Kama nilivyosema, kanisa ni mahali ufalme wa Mungu unadhihirishwa duniani. Alafu huu ufalme ni ufalme wa roho, kwenye ulimwengu wa roho. Alafu watu wanaenda na mahitaji ya mwilini, hawataki mahitaji ya roho. Wakifika na mahitaji ya mwilini, wanataka wafanye ya mwilini, alafu waone matokeo ya roho. Mtu ambaye anaenda kwa ajili ya kumwabudu Mungu ibadani ni tofauti na mtu ambaye anaenda kwa ajili ya kupokea kitu kwa Mungu ibadani. Mtu ambaye anaenda ili apokee kitu kwa Mungu ibadani, muda wote hata akiwa ibadani, maandalizi yake yanakuwa ni kusubiri kuona yale ambayo anahitaji kuyapata. Lakini mtu ambaye anaenda kumwabudu Mungu, maandalizi yake yanakuwa kuanzia anaingia ibadani, anataka amuone Mungu. Kwa hiyo chochote anakifanya atamaanisha katika roho, huku akitamani kukutana na Mungu muda wote ili Mungu aanze kumhudumia. Lakini wale ambao wanaenda katika mwili na mahitaji ya mwilini ni sawa na watu ambao ni ombaomba katika ulimwengu wa mwili. Unajua wewe kama ni mwana wa Mungu, maana yake ni mwana wa ufalme wa Mungu. Na kama ni mwana wa ufalme wa Mungu, inatia aibu kwa mfalme kumwona mtoto wake ni ombaomba. Hivi tunaelewana? Sasa hivi kama leo mnanielewa vizuri, utanielewa tu baadaye. Mfalme anaona ni kitu cha aibu kuwaona watoto wake muda wote wako tu wanaombaomba. Naomba. Wakati mfalme, mtoto wa mfalme anatakiwa afike kwa mfalme, afanye mambo ya kumpendeza mfalme, ili mfalme aseme neno, ili mtoto afanikiwe. Hivi tunaelewana? Yule mtoto ambaye kila siku anaenda na mwambia mfalme, naomba kitu fulani, naomba. Kila akienda mbele ya mfalme, na yule ambaye kila akienda mbele za mfalme anaufurahisha moyo wake, akienda na ufurahisha moyo wake, nani ambaye atakuwa anasaidiwa? Tunatakiwa tuwe watu wa kufurahisha moyo wa Mungu. Hivi tunaelewana? Tunaelewana? Na moja kati ya kitu ambacho kinaharibu kanisa ni pale ambapo watu wanaenda kuomba kanisani, kwa sababu hata chochote kikitokea ni rahisi kuangusha
Hivi tunaelewana? Mtu ambaye amekuja yuko rohoni anaenda ibadani na anatoka yuko rohoni, hakuna cha kumkwaza, roho haikwaziki. Lakini ukiwa mwilini sana, kitu kidogo kitakuwa kinakukwaza, kidogo kinakurudisha nyuma. Sasa usikae mwilini. Hapa tuko kwenye sehemu ya rohoni. Maisha yako yanatakiwa ya rohoni kuliko ya kawaida. Utaanza hapa rohoni ili ukaendeleze rohoni nyumbani kwako. Hapa ni mahali unachukua maelekezo ya namna ya kuishi kiroho. Sasa kama darasani unashindwa, nyumbani unawezaje? Haleluya. Kuna watu bado wako mwilini, hapo anatafakari mwilini. Anza kuingia rohoni